Eternal Father, I offer you the body and the blood. Namshukuru Mungu ni kwa sababu ya siku hii ya leo ambayo Kristo wetu amefanya akanipa nafasi tena. Ni siku nyingine tena ambalo Kristo amekuwa mwaminifu na amekuwa mwaminifu sana kwangu, na ninaamini kwamba kwako pia unalo kila sababu ya kusema kwamba Kristo ni Bwana. Ni kwa sababu ya uaminifu wake na matendo yake makubwa ambalo Kristo ambayo ni Mungu wokovu wetu amelitenda katika maisha yako, katika nyumba yako, katika ndoa, katika kazi na katika biashara. Mungu huyo mara nyingine tena yeye amenituma hapa ni kwa sababu ya neno ambalo ameweka katika moyo wangu na katika kinywa changu. Ningelipenda niombe kwamba upate kuchukua kiti ukae chini ili tupate kuelewana katika neno ambalo Mungu amenituma nalo na asubuhi ya leo. Leo hii ni Jumapili ya kwanza katika mwezi huu wa 11 na Kristo amekuwa mwaminifu kwangu na amenipa neno ili tupate kuelewana. Baadaye mwisho tutaomba Mungu na tutaona yale makuu ambayo Kristo wetu atalifanya. Niite Bishop Joseph Odindo, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Natoka sehemu inaitwa Kibra hapa Nairobi. Hapo ndipo Mungu alinituma na amenipa kibali ya kuwa na kanisa mahali pale. Kwa hivyo nataka nisome neno moja leo hii na asubuhi ya leo. Baadaye tutapatana katika hilo neno. Mwisho tutaomba Mungu. Nasoma neno moja katika kitabu cha Luka. Luka ni 7, mstari ni 11 hadi 17. Na maandiko takatifu inasema, ninasoma. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja aitwayo Naini, na wanafunzi wake wakafuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mama ambaye ni mjane. Na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Mstari wa 13 inasema, Bwana alipomuona alimhurumia, akakaribia akamwambia, usilie. Mstari wa 14, akakaribia akaligusa lile jeneza. Wale waliokuwa wamelichukua wakasimama, akasema, kijana, nakwambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu iliwashika wote, wakamtukuza Mungu, wakasema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu ametuangalia watu wake. Mstari wa 17 inasema, na habari hii yake ikaenea kati ya Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Funga macho na tuombe. Baba wetu, katika jina lako Yesu Kristo, mfalme wetu wa ajabu, na kushukuru, ninasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu. Kando na wewe Kristo hakuna mwingine aliye kama wewe. Jemedari, mara nyingine tena Kristo umenituma ni kwa sababu ya watu hawa ambayo wameketi chini wakanitazame na wakaniangalia, Mungu wa ajabu, ili wapate kusikia kile ambacho umenituma nalo. Ni kwa sababu yao Jehova, ninachukua kila moja, ninawakabidhi mkononi mwako na asubuhi ya leo ukaonekane katika maisha yao na katika mahitaji yao, katika kilio chao jemedari, ukaonekane na ukawapunguse machozi ya macho yao. Inuliwa Jehova, ukabarikiwa kwa sababu wewe ni Mungu. Nami pia nakuomba Kristo ukanitumie chombo iliyo tayari kutumika, iliyokubali kutumika ni kwa ajili yako. Inuliwa Jehova, barikiwa ni kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini. Amen. Ninamshukuru Mungu tena na asubuhi ya leo ni kwa sababu Mungu wetu amekuwa mwaminifu sana wiki mzima, na ninaamini kwamba kila moja akona kila sababu ya kusema kwa hakika amemwona Mungu wiki mzima. Nami pia niko hivyo pia, nami pia ninalo kila sababu ya kusema kwamba Mungu
ni Mungu, na yeye ni Ebeneza. Ni kwa sababu ya wema wake na fadhili zake ambalo yeye Mungu amelifanya katika maisha yangu na katika ndoa, katika jamii na katika huduma yangu. Leo hii Mungu amenituma ili tupate kuzungumza kwa sababu ya neno lake, na mwisho wa neno hii basi nitapata nafasi ya kuomba na mtu mmoja, watu wawili, watatu ambayo watasikia neno hii na wakawa na imani katika ile neno ambalo Mungu amenituma nalo. Nimesoma neno la Mungu katika kitabu cha Luka 7 mstari wa 11, na neno hii inazungumza kuhusu watu wa mji itwayo Naini, na watu hao walikuwa na mmoja wao alikuwa amepata msiba, na mama huyu aliyepata msiba anaitwa mama mjane. Hatujaelezewa jina ya huyu mama kamili na hatujaelezewa jina ya bwana yake, isipokuwa Biblia inatuambia kwamba alikuwa ni mama mjane ambayo alikuwa amefiwa na mume wake, yani bwana yake alikuwa amefariki hapo nyuma. Kwa hivyo akawa amebaki peke yake, akawa ni mama mjane, na bwana yake alivyokufa akamwacha na mtoto mmoja, na ndio maana anaitwa mwana wa kipekee. Na Biblia inasema kwamba baada ya bwana ya huyu mwanamke kufa akabaki mjane, akawa amepaki na mtoto mmoja ambayo Biblia inaita mtoto wa kipekee. Basi mtumaini la huyu mama ikawa ni mtoto huyu wa kipekee, na Biblia inasema kwamba wakawa wanaendelea kuishi pamoja na huyu mtoto, na ile pepo ama ile shetani iliyokuwa imechukua bwana ya huyu mwanamke, maandiko inasema kwamba wakaendelea kuishi pamoja na mtoto wake wa kipekee, na huyu mama mjane akaendelea na maisha yake ya kawaida, na isipokuwa ile shetani iliyokuwa imemuua bwana yake, huyu mama akabaki mjane, akunyamaza ama akutulia. Biblia inasema kwamba alipanga mipango mingine ambayo haikuwa ni mpango njema na huyu mama, na Biblia inasema kwamba akarudi mara nyingine tena na akamuua mtoto huyu, mtoto wa kipekee, mtoto wa huyu mama mjane. Na maandiko inasema kwamba basi watu kutoka Naini wakakusanyika pamoja ili wapate kusanya pesa, ili wapate kupanga matanga ya huyu mtoto wa kipekee ya mama mjane. Maandiko inasema kwamba walitengeneza kila kitu. Biblia inasema kwamba wakanunua jeneza, na huyu mtoto akawekwa katika jeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba basi wakatengeneza matayarisho ya matanga hii ya huyu kijana ambayo ni kijana wa kipekee wa mama huyu wa mjane. Na Biblia inasema kwamba na siku ile ilipofika, ni siku ya kushika huyu mtoto, ama siku ambayo ilikuwa ni siku ya mwisho wa mtoto huyu, Biblia inasema kwamba na wakachukua mtoto huyu katika jeneza, wakawa wanaondoka naye katika mji wa Naini ili wampeleke katika kaburi ili apate kusikwa. Na Biblia inasema kwamba siku hiyo naye Kristo akawa amefika katika mji wa Naini pamoja na wanafunzi wake na umati mkubwa iliyokuwa inamfuata. Na maandiko takatifu inasema basi Kristo alivyofika katika lango la Naini, naye akaopatana na wale watu waliokuwa wamebeba jeneza na maiti ya mtoto mjane, mtoto wa mama mjane huyu. Biblia inasema kwamba na Yesu Kristo alivyomtazama mama huyu kwa mbali, naye Kristo akamhurumia. Bwana asifiwe sana. Mama huyu akawa analia, akawa anatiririka na machozi, anatokwa na machozi kwa sababu ya uchungu aliyokuwa nayo, kwa sababu alikuwa na mume, naye mume wake akawa amefariki, akabaki na mtoto, na ni mtoto mmoja wa kipekee, naye huyu mtoto akawa amefariki. Biblia inasema kwamba akawa analia usiku na mchana, anajiuliza sasa ni nani nitakaye kaa pamoja naye, nitasungumsha na nani atakaye nisaidia, kwa sababu bwana wangu alikuwa amefariki, naye kijana wangu wa kipekee ambayo nilikuwa nimebaki naye kama tumaini langu, naye pepo ishamchukua, nitabaki na nani? Kwa hivyo akawa akona roho ya uchungu, anajiuliza ni nani atakaye kuja kusimama kwa sababu yangu, nani atakaye nitetea, nani atakaye nisaidia katika maisha yangu kama mama mjane, kwa sababu nilikuwa nimebaki na tumaini moja ambayo ni mwana wangu wa kipekee,
naye pepo ambayo aliua baba yake tena amekuja akamchukua. Sasa nimebaki peke yangu. So watu wa Biblia inasema kwamba watu kutoka Uyahudi walikuja wengi, wakakusanyika, na pamoja na watu walikuwa wanatoka katika mji wa Naini, wakapanga kila kitu. Walikuwa wanambembeleza wakimwambia, wewe mama tulia tu, kwa sababu Mungu anajua, Mungu hatafanya urejesho, Mungu atakubariki tena. Isipokuwa hili uchungu ambayo huyu mama mjane alikuwa nayo, hata watu majirani, watu wa familia hawakuwa wanajua ile uchungu ambayo huyu mama alikuwa anasikia, ama ile uchungu aliyokuwa anapitia, ile kilio chake. Hakuna mtu aliyekuwa anamuelewa. Na Biblia takatifu inasema kwamba katika kilio chake, katika ushuni aliyokuwa nalo, baada ya watu wa Naini kuchukua mtoto huyu na kumlalisha katika jeneza, maandiko inasema kwamba wakiwa katika lango wanaenda katika kaburi ili wapate kushika mtoto huyu wa kipekee, naye Kristo na wanafunzi wake na umati mkubwa wakawa wamefika katika lango la mji wa Naini. Na maandiko inasema kwamba Yesu Kristo alivyomtazama huyu mama, alivyomtazama kilio chake, alivyomtazama machozi ya macho yake, akawa amemhurumia. Kwa sababu gani? Yesu Kristo alikuwa anaelewa vyema kwamba huyu mama alikuwa na bwana, naye bwana yake akawa amefariki. Bwana asifiwe sana. Akawa bwana yake amefariki na akawa amebaki na mtoto mmoja, naye huyu mtoto akawa amefariki tena. Sasa Kristo ni Kristo anaelewa uchungu ambayo mtu anapitia, na akawa ameelewa uchungu ambayo huyu mama anapitia, akawa ameelewa machozi ya macho yake na akamhurumia. Biblia inasema kwamba naye Kristo akamhurumia huyu mama, na baada ya kumhurumia huyu mama, Kristo akamkaribia, na kuna kitu Kristo alimwambia kwamba wewe mama usilie. Bwana asifiwe sana. Hilo ndio kichwa ya neno ambalo mimi pia nataka nisungumshie, kwamba usilie. Bwana asifiwe sana. Usilie. Naamini kwamba kuna watu wanapitia mambo tofauti ambayo inafanya wanalia usiku na mchana. Kuna wanaume na wasichana, kuna wamama na mababa ambayo wanapitia mambo ambayo ni machungu katika maisha yao, wanapitia mambo machungu katika ndoa, katika jamii, neno ambalo inafanya wanatoa machozi kila wakati. Naye Mungu amenituma nikwambie kwamba usilie, kwa sababu yeye ndiye Mungu anayetazama maisha ya mtu, anayetazama moyo wa binadamu, anayechungusha kila kitu ambacho unapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko takatifu inasema naye Kristo akawa amefika katika mji ule, na alivyofika katika lango la Naini, naye ili umati mkubwa kutoka Naini wakawa wamebeba ile jeneza ya mtoto wa kipekee ya mama mjane ambayo walikuwa wanapeleka kusikwa, wanapeleka katika kaburi. Biblia inasema kwamba naye Kristo akafika katika ile lango, na yule aliyemhurumia ni mtu mmoja aliyekuwa ni mama mjane aliyekuwa amepoteza mtoto wake wa kipekee. Na Biblia inasema kwamba akamhurumia, na alivyomhurumia Yesu Kristo akamkaribia, na alivyomkaribia karibu akamwambia yule mama kwamba wewe mama usilie. Na Biblia inasema kwamba nakarikaribia ile jeneza, na wale watu waliokuwa wamebeba ile jeneza wakasimama. Kristo asifiwe sana. Wakasimama, na maandiko inasema kwamba nakaligusa lile jeneza, na akamwambia wale waliokuwa wamebeba jeneza kwamba wasimame, na kaita yule kijana kwamba kijana, ninakwambia inuka. Bwana asifiwe sana. Na yule kijana kainuka na kaketi, na Biblia inasema kwamba na akaanza kushungumusa tena, na akamchukua huyu kijana akampatia mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema kwamba na ile neno iliyokuwa imefanyika ikaenea katika nchi yote, katika mji wote wa Naini na katika mji iliyo kando la Naini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami pia Mungu amenituma na nikwambie kwamba kuna watu wengi katika wakati huu, ama na asubuhi ya leo, ama wakati huu ninavyoshungumusha, wanapitia katika hali ngumu, wanapitia katika machungu, wanalia usiku na mchana, wanajiuliza, je, Mungu wangu atakuja lini ili apate kuniokoa, ili apate kunipangusha machozi, ili apate kunirehemu, ili apate kunipigania, ili apate kunishindania. Bwana asifiwe sana. Kristo amenituma na asubuhi ya leo nikambie mtu mmoja ambayo analia usiku na mchana, anajiuliza, Mungu wangu atakuja lini? Mungu wangu amenituma na leo na asubuhi ya leo nikwambie wewe mtu anayetafuta kazi,
umetafuta kazi miaka mingi, umetafuta kazi miezi mingi, kwamba ukienda katika hili kampuni unaambiwa kwamba kuna kazi, ukienda katika kampuni nyingine unaambiwa kuna kazi, ila hali uko na mabarua ambayo unapaswa kupata kazi mzuri na ufanye kazi na uishi katika maisha mazuri, lakini hata hivyo umekuwa na machungu katika moyo wako. Bwana asifiwe sana. Umekuwa na machungu katika moyo wako kwa sababu hauelewi kila ambacho inafanyika, hauelewi kila ambacho inaendelea. Ni kwa sababu kila mahali unapoenda kutafuta kazi unaambiwa kuna kazi. Ule mwanamke alikuwa na tumaini moja tu, ambayo ni mtoto wake wa kipekee, naye shetani akawa amekuja kuchukua yule mtoto ambayo ni wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye akawa analia. Watu wa Naini walikuja kumtulisha roho, wakimwambia mama yetu, wewe tulia tu, Mungu anajua, Mungu wa urejesho atarejesha tena, Mungu atakupa mtoto mwingine. Ila hali ya wakujua uchungu iliyokuwa ndani ya huyu mama mjane. Lai Kristo alivyofika katika ule mji wa Naini na akakutana na huyu mama na umati mkubwa, na yule aliyemhurumia ni huyu mama tu, mama mjane aliyekuwa amepotewa na mtoto wake wa kipekee. Yesu Kristo asifiwe sana. Leo nami na asubuhi ya leo, Mungu wangu aliyeniokoa, Mungu wangu aliyenitia mafuta, Mungu wangu aliyenituma, amenituma kwako mara nyingine tena. Ninasema na asubuhi ya leo, haijalishi umepitia mambo gani, haijalishi hata kama umetengwa. Kunalo watu ambao umetengwa na familia yao, wamekaa peke yao, wamebaki upweke. Hakuna mtu mwingine ambayo wanawakaribia, hakuna mtu mwingine ambayo ni ambayo anaweza akasimama ni kwa sababu yao, wakuwatetea hakuna, wakusungumsha kwa sababu yao hakuna. Nami pia Mungu amenituma na asubuhi ya leo kwamba yuko tayari kusimama ni kwa sababu yako, yuko tayari kupigana vita vyako na asubuhi ya leo, yuko tayari kupangusha machozi ya macho yako na asubuhi ya leo. Mungu aliambia, Kristo aliambia yule mama mjane kwamba usilie. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kunyamaza, kusonga mbele zake Kristo, ili Mungu wetu akapate kusimama ni kwa sababu yetu. Mungu akisimama kwa sababu ya maisha ya mtu, maisha yake lazima ibadilike. Mungu akisimama ni kwa sababu ya ndoa yako. Haijalishi kila ambacho lifanyika katika ndoa, haijalishi kila ambacho mashetani ya kwenu, mapepo ya kina bwana yako, mapepo ya ukoo wenu inafanya katika ndoa yenu. Kristo akisimama kwa sababu yako, ninakwambia kwa hakika, Kristo akisimama kwa sababu yako, hata ikiwa ni kitu gani iliyoharibika katika ndoa, basi Mungu atarejesha tena. Kile ambacho iliharibika katika maisha yako, Mungu atalirejesha tena. Tunalo Mungu wa urejesho, anaofanya urejesho. Iwe ni vitu gani iliyokulwa na sigi katika maisha yako, iliyokulwa na sigi katika ndoa yako, iliyokulwa na sigi katika maisha yako, katika kazi na katika biashara, tunalo Mungu anayefanya urejesho, ambaye atafanya urejesho na asubuhi ya leo, anayefufua kile ambacho ilikuwa imepotea, iliyokuwa inakaribia katika kaburi la sahau. Biblia inasema kwamba naye Kristo akafika katika mji wa Naini, akawa wamepata kwamba ile maiti ya mama mjane, ile maiti ya mtoto wa kipekee, anabebwa, amechukuliwa, amelalishwa katika jeneza, anapelekwa katika kaburi. Naye Kristo akafika katika mji wa Naini. Nami pia Kristo amenituma. Tunalo watu wengi ambao wametupoteza tumaini. Nimekuja nikuambie kijana, nimekuja nikuambie msichana, wewe mama, nimekuja nikuambie, unasikia mwanaume, Kristo amenituma na neno jema kwamba usilie tena, ni kwa sababu yuko tayari kusimama kwa sababu yako. Kila ambacho unaona kwamba inaelekea katika kaburi, tunalo ndoa nyingi ambalo hata ukiketi katika hilo ndoa unajiuliza, na nitaweza kweli? Hii ndoa yangu itasimama kweli? Hii ndoa yangu itadumu kweli? Yani ukiangalia ndoa yako unaona ni kana kwamba ndoa yako inakaribia kaburi. Ukiangalia maisha yako, umetumia dawa, umeenda katika hospitali, umeona madaktari tofauti, lakini maisha yako badala ya kuendelea vizuri, inaendelea kuwa wasi zaidi, ama inaendelea kuwa vibaya zaidi. Mungu amenituma na habari njema kwamba usilie tena. Kuna wakati wa kulia. Kile kilio ambao umelia imetosha, ni wakati Mungu anataka kusimama ni kwa sababu
yako. Kile ambacho nataka ujue kwamba Mungu anakutazama, Mungu anakuangalia na yako tayari kusimama kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni kitu gani ambayo unapitia, sijui ni uchungu gani ambayo uko nayo katika moyo wako, sijui ni uchungu gani ulionalo katika ndoa ama katika huduma yako. Huenda ikawa tunalo wachungaji wengi ambayo wanapitia katika hali ngumu katika huduma ambayo wanaendelea nayo. Wako na watu wengi ambayo wanaendelea katika changamoto, wanalo changamoto tofauti katika ndoa, katika huduma, katika kazi, katika biashara. Na leo na asubuhi ya leo tunalo Mungu anayeweza kutenda mema. Yeye ni Mungu na yeye atabaki kuwa Mungu tu. Kila ambacho wewe utaweza, yeye Mungu anaweza. Kila ambacho umejaribu na masomo yako na hekima yako ya kusaliwa na hekima yako ya kitabu na hekima yako ya masomo, lakini imeshindikana, kwake Kristo ukimwamini na ukimkaribia, naye anaweza yote. Haijalishi ni kitu gani ambalo unapitia na asubuhi ya leo. Yule mama alikuwa amepoteza tumaini, naye alifikiria mawazo yake hakuna mwingine aliyekuwa anaweza kujua, lakini Mungu alivyopatana na yule mama, Kristo alivyopatana na yule mama, akamhurumia. Nami pia Mungu amenituma nikwambie na asubuhi ya leo kwamba ametazama machozi ya macho yako, ametazama kilio chako na asubuhi ya leo, ametazama yale mambo ambayo unayapitia, vile umetengewa na familia yako. Yeye Mungu anaona vile umebaki katika familia yako, yani kila kitu, hakuna kitu ambayo inafanyika vyema katika maisha yako na katika ndoa. Vitu vyote ambayo inafanyika kwako ni ya kuleta kilio tu. Umelia usiku, umelia mchana, umelia asubuhi, umelia na jioni, lakini leo na asubuhi ya leo nimeleta Mungu anayeleta urejesho. Nimeleta Mungu anayeweza kupangusha machozi ya mtu. Nimeleta Mungu anayeweza kurejesha kila kitu liokulu na zigi. Kuna watu walioanza ndoa vyema, wakaanza ndoa wakiwa na furaha, wakiwa na upendo, lakini shetani ambaye hapendi kitu kizuri alikuja katika ndoa, akaingia katika ndoa. Ukiangalia ndoa yako inakaribia kaburi, ukiangalia maisha yako inakaribia katika kaburi, ukiangalia kasi hata katika biashara zako, biashara inaelekea katika kaburi. Mali ambapo umekaa unalo kilio, unalia machozi, unasema, unajiuliza nani atakaye nisaidia? Tunalo watu wengi ambao walianza biashara na pesa waliochukua loan katika benki ama katika ushirika mbalimbali, lakini leo na asubuhi ya leo nimeleta habari njema. Mungu wetu wa ajabu, yeye ndiye Mungu anayetengeza njia pasipo njia. Yeye ndiye Mungu anayebariki waliolaaniwa. Yeye ndiye Mungu anayetoa watu katika mafumbi na kuwainua juu na kuwaketisha na wafalme. Yeye ni Mungu anayetenda mema kwa ajili ya watu wake. Watu wote wanaomtafuta Mungu kwa moyo wao wote, Mungu anawatenda mema. Hata na asubuhi ya leo, Mungu wangu ninakwambia, hata kutenda mema, hata kutenda mema na asubuhi ya leo. Hata tenda mema ni kwa ajili yako, hata tenda mema ni kwa ajili ya ndoa, hata tenda mema ni kwa ajili ya mahitaji ya moyo wako. Yeye ni mwaminifu na yeye atabaki kuwa mwaminifu tu. Yeye ni Mungu na yeye atabaki kuwa Mungu tu. Hakuna kitu kingumu ambayo inaweza kumshinda Jehova. Hakuna kitu kingumu ambayo Mungu wetu hawezani nalo. Kila kitu ambalo imeshinda wanadamu, kila kitu ambalo imeshinda na waganga wa kwenu, kila kitu ambalo imeshinda fedha na dhahabu ulionalo katika benki, kwake Mungu yote yanawezekana. Hakuna kitu kingine inayoweza kumshinda Mungu. Hata yako hiyo ambalo unaona ni kama haiwezekani, umejaribu na hekima imeshindikana, umejaribu na fedha na dhahabu imeshindikana, ninataka kumjaribu Mungu wangu leo hii na asubuhi ya leo. Utaona nguvu zake na Mungu wetu wa ajabu. Utaona nguvu ya mkono wake Mungu wa wokovu, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Hakuna kitu, narudia tena, hakuna kitu ambayo haiwezekani kwa Mungu, kwa yule ambayo namwamini. Kila ambacho nataka kwako ni uamini tu. Ni kila ambacho nataka kwako msana ni kuamini tu kwamba Mungu analo uwezo na mamlaka na nguvu ya kunitoa katika ile shida ambalo niko ndani. Iwe ni gereza ambalo wewe umejaribu kutoka lakini imeshindikana. Iwe ni ndoa ambalo ukiangalia ndoa yako unasema kwamba ndoa hii ni kama inaelekea katika kaburi. Nimeleta tumaini mpya kwake Kristo, kwamba ndoa yako ukimtambua Kristo katika ndoa, ukimtambulisha Kristo katika ndoa yako, ukimtambulisha Kristo katika
biashara na katika kazi yako, ninakwambia kwa hakika yeye ni mwaminifu. Hatakuwa mwaminifu, amekuwa mwaminifu siku zote, na hata leo na asubuhi ya leo hatakuwa mwaminifu kwako. Hata kama watu wamekutoroka, umebaki peke yako, unajiuliza ni nani atakayenitetea? Uende kawa wewe ni mjane vile huyu mama alibaki mjane, watu wote wakamtoroka. Watu wote hawakuwa wanajua ili uchungu aliyekuwa anapitia, ili machozi ya macho yake. Hawakuwa wanajua ili uchungu ya machozi ya macho yake. Lakini Kristo alivyofika katika mji wa Naini pamoja na wanafunzi wake, na mkutano mkubwa iliyokuwa inafuatana pamoja naye Kristo akamwangalia yule mama na akamhurumia na akamkaribia, akamwambia, wewe mama, usilie tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami pia na asubuhi ya leo nimekuja niambie boma fulani, nimekuja niambie biashara fulani, nimekuja niambie mwanamke na mwanaume, msichana na kijana, kwamba usilie tena, kwa sababu Kristo ambaye amenituma hapa na asubuhi ya leo amekutazama na amekurumia na yuko tayari kukutenda mema. Na asubuhi ya leo ni kila ambacho nataka ujue ni kuamini tu, na ujue kwa hakika mimi nimemwamini Kristo. Mungu wangu wa ajabu hata nishindania. Yeye ni mwaminifu, yeye ni mwenye nguvu. Hakuna kitu ambalo yeye Mungu hataliweza katika maisha lako. Bora tu umeamini, bora tu umekubali kwamba Kristo ndiye atakayenishindania, yeye ndiye atakayenipigania. Kwa hakika ninakwambia hata kupigania, haijalishi ni mambo gani ambao unapitia. Mungu wetu ni mwaminifu, na Biblia inasema kwamba baada ya Kristo kufufua yule kijana wa kipekee, kijana ya ule mama mjane, naye Biblia inasema kwamba na watu wakashangaa, wale waliokuwa pale wakashangaa na wakajiuliza, hii ni jambo la aina gani? Basi Mungu ametutembelea, Mungu ametuangalia, na hili jambo ikaenea katika mji wote wa Naini na katika mji iliyokuwa kando la Naini. Nami pia nimekuja na asubuhi ya leo, hata kama watu walikutoroka, hata kama watu walinena mabaya kukuhusu, ninakwambia na asubuhi ya leo kila ambacho Mungu atatenda ni kwa sababu yako. Itaenea, itaenda kila mahali. Maadui zako watasikia kwamba Mungu amekuinua. Maadui zako watasikia kwamba Mungu amerejesha ndoa yako. Maadui zako waliokuwa wanakuchekelea, waliokuwa wamekutoroka, wataelewa na watasikia kila ambacho Mungu ametenda. Biblia inasema kwamba baada ya Kristo kuamsha ama kufufua yule kijana aliyekuwa kijana wa kipekee ya mama mjane, na hiyo habari njema ikaenea katika mji wa Naini, na kila mmoja akasikia, na hata mji iliyokuwa kando ya Naini, hii habari njema ikaenea kila mahali. Nami pia nimekuja na asubuhi ya leo, wale waliokutoroka, wale waliokuchekelea, wale waliokudharau, wale waliokutusi, wale waliogeuka kwa sababu yako, wale waliopanga vita kinyume na maisha yako na kinyume na ndoa yako, watasikia kila ambacho Mungu atatenda kwa ajili yako. Ninataka kuamini pamoja nami ili nipate kuomba pamoja na wewe, ili tuone kila ambacho Mungu atatenda. Amini tu, wacha kulia, usilie tena, kwa sababu Mungu amesikia kilio chako na ameona machozi ya macho yako, na yako tayari, na ameinuka na amesema usilie. Ni kwa sababu yuko tayari kutenda mema, ili waadui zako wakajue kwamba yeye ni Mungu, ili wale waliokutusi wakajue kwa hakika yeye ndiye Mungu mwenye nguvu. Nataka niombe pamoja na wewe. Ukiweza kufika kwenye TV, nataka uguse hilo TV, lakini kama uko mbali uweze fika katika hiyo TV, nataka uamini pamoja na mito, ili Mungu akuguse mahali popote ulipo, ili Mungu wangu akutane mahitaji yako na kutende mema kama Mungu, ili jina lake kulikainuliwe na likabarikiwe. Amini pamoja nami ili nipate kuomba pamoja na wewe katika jina la Yesu. Baba wetu tena Mungu wangu, ninakushukuru Jehova na kuinua. Wewe ni Mungu leo na hata milele. Jehova wangu ulinituma katika TV hii. Baba yangu nakushukuru ni kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Nimekuja kama mtumishi wako, nimekuja kama chombo iliyokuwa tayari kutumika, iliyokubali kutumika. Ni kwa sababu yako, ni kwa sababu ya watu wako. Mfalme, nimesema yote uliyoweka katika moyo wangu na katika kinywa changu ni kwa sababu ya watu wako. Tazama huyu mama, tazama huyu mwanaume, tazama hii boma, tazama hii ndoa, tazama hii kasi, tazama hii biashara. Mfalme wa ajabu, ukajidhihirishe. Pangusha machozi ya watu wako, ukawatende mema, kwa sababu wewe ni Mungu. Kando na wewe jemedari, hakuna mwingine kama wewe. Inuliwa ni kwa sababu umetenda. Pokea sifa sote ni kwa sababu umetenda. Jehova, inuliwa ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu umetenda, kwa sababu ya huyo mama, umetenda kwa sababu ya mwanaume, umetenda kwa sababu ya kijana, umetenda kwa sababu ya iboma, kwa sababu ya ndoa Kristo umetenda.
umetenda. Inuliwa ni kwa sababu wewe ndio unastahili. Pokea sifa sote kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini. Amen. Mungu na wabariki, Mungu na watende mema, kwa sababu Mungu amesikia kilio chako na amekuonea huruma na ameshuka ili akutende mema. Mungu akubariki. Endelea kumtumainia Mungu na kumwamini Mungu katika yote, kwa sababu yeye ni mwaminifu na kila wakati anakupangia mema. Inuliwa, Mungu wetu ainuliwe. Wewe wacha na tupatane hapa Jumapili ijayo wakati kama huu, saa kama huu, ili tubarikiwe na neno ambalo Mungu atanituma nalo kwa ajili yako mara nyingine tena. Barikiwa mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Amen. Eternal Father, I offer you